umesikika na unakwenda tena kusikika. Kwa hivyo baada ya wewe atapanda tena Kimweli, kisha hatua nyingine inayofuatia tutajua ni kitu gani kinaendelea. Karibu kakangu. Asante sana ndugu zetu mnaofuatilia. Nina furaha mimi. Furaha yenyewe ni hivi. Yale niliyoyasema dakika 40 za awali. Nilisema akija Sheikh Kimweli anakuja kuthibitisha Biblia ilichosema. Na kila kiongea anasema kweli kama Biblia ilivyosema. Akiongea anasema kweli kama Biblia ilivyosema. Alafu akisema kama Biblia ilivyosema, ndipo narudi aidha kusoma aya ya Qur'ani au kutafuta neno kwenye Qur'ani ambalo linafanana na la Biblia. Lakini kwanza anakiri kweli kwamba Biblia imesema. Huu ndio ukweli. Anta swadika la amin. Huu ndio ukweli ambao huwezi kuubadilisha. Ni mambo machache tu ambayo ndio akasema hapa naona kama Biblia ina makosa. Na ni eneo gani? Eneo la uumbaji kwenye nuru. Kwa hiyo maana yake nikitolea wasiwasi kwenye hilo, Sheikh Kimweli swala la science ndani ya Biblia ataliheshimu maisha yake yote. Na sio kuheshimu tu, atakuwa ametimiza Qur'ani ilivyowaambia Waislamu, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Kwamba nyinyi Waislamu waulizeni wale wanaojua. Ni nani hawa? Alladhina yahuda wa naswala, wala ambao ni Wayahudi na Wakristo. Mimi hapa ni Mkristo. Eneo linalomsumbua ni la kuhusu nuru. Nuru. Kwa sababu katika Qur'ani zinaongelewa habari ya siku 6 zote zilizoumbwa kutokana na jua. Kwa hiyo kitendo cha Biblia kusema siku 3 zimeumbwa na nuru kimemchanganya Ustadhi Kimweli. Ni hivi, Biblia kusema nuru haimaanishi tu nuru hii unayoiona. Katika Kiebrania ile nuru inaitwa or. Ngoja nikaisome. Ninasoma Mwanzo sura ya 1 mstari wa 3. Kwanza naisoma kwa Kiebrania ambayo ndio lugha yake ya asili, alafu ndio uje kije Kiswahili. Anasema hivi: Vayomer Elohim Yehi or vayehi or. Kiswahili, Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Sasa hii nuru ni nini? Hii nuru ndiyo nguvu. Wanasayansi wote wanasema ili vitu vitokee there must be energy. Wanasayansi wote wanasema there must be energy, and this is the energy which yani ambayo imegenerate nguvu zilizoenda na zilivyoanza kuthibitika. Ndipo ile nuru baada ya jua kuumbwa ikaanza kupeleka nguvu yake kwenye jua, ili jua lianze kupeleka nguvu yake kwenye mwezi, na mwezi uanze kuangaziana kwenye nyota. Lakini what is the source? Hata yeye amesema lazima kuwe na source. Hiyo source kwa Kiebrania inaitwa or. Wanasayansi leo wanaita energy, sio power, energy. Why energy is the source of power? Kwa eneo hilo nimeshakurekebisha sasa. Lakini baadaye akasema Biblia imekosea. Qur'ani pekee yake inayosema dunia ndio inapanuka, expansion of the universe. Sasa nafikiri nilipokuwa nasoma ndugu ulikuwa hujafuatilia. Naomba nirudie tena. Kabla ya kusema habari za dunia kutanuka, Biblia ilishasema kitabu cha Isaya, nafikiri ulikuwa unaandika Isaya sura ya 40. Isaya sura ya 40 ile aya ya 22. Inasema hivi: yeye ndio anayeketi juu ya duara ya dunia, na hao wanaokaa ndani yake huwa kama panzi. Yeye ndiye azitandazae mbingu kama pazia. Anazitandaza mbingu. This is the act of expansion.
Kwa hiyo kabla ya Qur'ani kusema au kabla ya scientific concept unazozisema miaka 750 kabla ya Kristo, tayari Biblia imesema dunia inapanuka. Uliuliza swali ukasema tuone Yesu alipokuwa amepaa, ili tujue kwamba ni nguvu za kisayansi wala sio muujiza. Lieleze hilo tukio kisayansi. Alitumia kifaa gani? Aliuliza hilo swali, ndugu yangu. Ninachukua yale maswali magumu ambayo yeye yamemsumbua. Amejua kwamba Biblia inafundisha sayansi, ila ameuliza maswali machache. La kwanza nimejibu, ninakuja la pili. Alitumia kifaa gani kisayansi? Zaburi imeisema, Zaburi 104. Zaburi 104. Wewe Yesu ulitumia kifaa gani cha kisayansi kwenda mbinguni? Inasema hivi kuanzia mstari wa kwanza: nafsi yangu muhimidi Bwana. Wewe Bwana umejifanya mkuu sana, umejivika heshima na adhama. Umejivika nuru kama vazi, umezitandika mbingu kama pazia, na kuweka nguzo za orofa zake majini. Huyafanya mawingu kuwa gari lake, na kwenda juu ya mabawa ya upepo. Kumbe kifaa alichotumia Yesu kisayansi, alitumia mawingu. Alichotumia Yesu ni mawingu. Na hapa tunapoongea kwenye cosmology, mawingu yapo. Mawingu, Yesu alitumia mawingu. Je, ni kweli alitumia mawingu? Ndiyo. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8 na wa 9. Inasema hivi: lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Kwa hiyo swali nimeshajibu. Kwa nini? Mawingu ndiyo gari la Mungu, alienda nalo. Kwa nimethibitisha kisayansi. Haya, swali jingine, akaongea akasema, sayansi inasema maji ya mvua huwa yanatoka chini yanaenda juu. Lakini swali, maji ni nini? Hujatuambia maji ni nini. Kwa faida ya watazamaji wetu, mimi nakufundisha. Maji is a combination of hydrogen with oxygen which has 2 valences. So hydrogen plus oxygen which has 2 valences is equal to water. Kwa hiyo maji ni hewa. Kwa hiyo tayari Biblia inaposema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, maana yake pamoja na hizo hewa ambazo baadaye yamekuja kuwa maji, ndio hayo alianza kuyagawanya. Kwa hiyo nimejibu masuala ya maji, nimejibu masuala ya nuru, kwamba kwa nini mwanzo kule Mungu aliumba mbingu na aliumba kulikuwa na usiku na mchana kwa siku 3 bila jua. Na uzuri, kwa mujibu wa Biblia, Mungu kwanza aliumba mimea, lakini ili mimea yote inahitaji germination. Na ili mimea ipate germination inatoka wapi? Lazima ipate mwanga kutoka kwenye jua, jua lilete mwanga wake kwenye yale majani, alafu yafikie kwenye ile chlorophyll, alafu kisha baadaye mmea uanze kugerminate. Ndio maana baada ya Mungu kuumba mimea, ikabidi aumbe jua siku ya 4, ambayo lilisababisha ile germination kuweza kutokea. Sayansi hiyo kwenye Qur'ani haimo. Ndio maana hata mwisho nilipomwambia kwamba jua litatoweka na mwezi, amesema ni kweli, lakini kitabaki nini? Itabaki nuru, na ile nuru ni Yesu. Yohana 8:12, mimi ni nuru ya ulimwengu. Kwenye Ufunuo Yohana 21:1 anasema ndani yake hakutakuwa na jua wala mwezi, bali mwana kondoo ndiye nuru.
Ufunuo 21:1. Baada ya mbingu na nchi na jua na mwezi vyote vimetoweka. Kwa hiyo kitabu pekee kinachofundisha sayansi ni Biblia. Ukikuta Qur'ani imekuja kusema kama nilivyosema awali, na kama ambavyo Kimweli ataendelea kuthibitisha, Kimweli atakuwa anasema yale ambayo tayari Biblia imesema. Ingawa baadaye alifika alisema huyu Yusufu Ali yeye alipoeleza juu ya zile siku sita, nitarudi kule muda wangu maisha, tutaona kati ya Kimweli na Yusufu Ali nani zaidi, lakini nimethibitisha maswali yake yote. Nenda kanisani kajisalimishe, utaijua sayansi vizuri. Inshallah, huyo ni kaka yetu Danieli, tunamheshimu sana. Nafikiri wasikilizaji mnasikiliza, mwongeaji anaongea, lakini na nyinyi mna nafasi yenu ya kuchuja. Kaongea Kimweli, mmesikia, mmechuja. Kaongea kaka yetu, mmesikia, mmechuja. Nyinyi mna akili, mnaelewa. Kwa hivyo kama Danieli kasema sawa, mnaelewa. Kama kakosea, mnaelewa. Kimweli kasema sawa, mnaelewa. Kakosea, mnaelewa. Tunaelewa wote, ni watu wazima. Kwa hivyo inshallah dakika 10 Ustaz Jafar Kimweli, nenda na wewe kaongee kile ambacho utakiongea, watu waweze kuelimika inshallah. Asalamu alaykum. Ndugu zangu Waislamu, dakika 10 ni chache mno. Brother Danieli katika kujitetea kwenye kitabu cha Mwanzo kuhusiana na swala la nuru amesoma Kiebrania hapa vizuri sana, na kupongeza, unaendelea kuwa msomi. Amesoma Kiebrania akatuambia hapo mwanzo kulikuwa na nuru, akasema nataka nikupeni asili ya hii nuru, akasema ni or. Haya, tufasirie neno or kisayansi ili patikane nuru sasa ambayo jua haliko kisayansi. Hiyo or ilipatikana wapi? Akasema kulikuweko na energy. Energy hii ndio iliyopelekea nuru kuwapo katika uso wa dunia. Ndugu yangu, kisayansi mpaka leo kwanza energy ni unknown lesson or subject. Kisayansi mpaka leo hili neno energy linawasumbua na sayansi, kwa sababu energy sio mada. Energy ni nguvu. Tena nasema iko ndani ya mada, sio kwamba inakaa tu, iko ndani ya mada. Ulitakiwa utueleze kwamba hiyo energy ilipelekea vipi nuru kupatikana. Yeye akatuambia kwamba hiyo energy ilitoa mwanga kule ikahamisha mwanga kwenye jua. Brother, jua linawaka kwa nuclear fusion. Hizo ni mada zinafahamika kisayansi, hydrogen na helium. Hizo ndizo zinazotoa mwanga. Jua halijakuwapo, yani nuclear fusion haijakuwapo, Biblia inasema kulikuweko na mwanga. Ndio tuuliza huu mwanga ulitoka wapi? Haujatuelezea mpaka sasa hivi. Mwisho unatuambia Yesu ndio alikuwa anawaka pale. Sasa kama Yesu ndio alikuwa anawaka, hii inaitwa nuru ya Yesu, unataka uitafsiri vipi? Msomi wa Biblia kama wewe hauelewi kwamba ile ni spiritual light, sio physical light. Yani ni mwanga wa kiroho, sio mwanga wa kimwili. Unaposema Yesu ndiye alikuwa anawaka ukasema kimwili, unafanya makosa, kwa maana ya kwamba Yesu alikuwa na nuclear fusion, ndani yake kuna hydrogen na helium. Hiyo jambo linawezekana kweli? Haliwezekani kisayansi. Unaongea vitu ambavyo haviko. Sisi tunaongelea science, unaongelea theolojia. Hivyo ndio vitu vile tofauti. Akasema maji yanatokana na hewa, combination ya oxygen na hydrogen. Yes, ndio ni kweli. H2O ndio maji. Lakini maji ya mvua ili yapatikane lazima kuwepo na nguvu inayotokea kwenye jua, ihiti mito, maziwa na mabahari, kisha ipandishe mvuke, evaporation, kisha igandishe katika mawingu, kisha baada ya hapo maji yanyeshe. Sasa unaposema kwamba ati ni hewa tu ilikuwepo huko angani, kwa hivyo unataka kutuambia kwamba kisayansi ile kauli ya kusema kwamba maji yanatokana kwenye maziwa, kwenye mito, bahari ni uongo? Na kama ni uongo, sasa nani muongo kati ya wewe na Biblia na sayansi? Sababu sote hapa tuelewa kwamba ili maji yapatikane ya mvua lazima mito, bahari na maziwa yachemke. Hiyo ndio elimu ya sayansi ilivyo. Na ndio maana Qur'ani katika sura, utaona tofauti ya Qur'ani na Biblia. Katika sura ya 11 aya ya 44 Mwenyezi Mungu asema
wakila ya ardhi ibla'i ma'aki wa ya samaa ikla'i wa ghidha al-ma'. Maneno haya Qur'ani. Wakati Nuhu ile gharika inakuja, baada ya Mwenyezi Mungu kumaliza gharika, ikasemwa ewe dunia au ardhi, meza maji yako, ma'aki, maji yako. Maana ya kwamba maji yote yanayotoka kwenye mvua asili yake ni hapa duniani. Leo kama mbingu ingekuwa na maji, nayo ingeambiwa na wewe zuia maji yako, lakini haikuingizwa kafu ya kumilikisha maji kwenye mbingu. Kafu imeingizwa kwenye ardhi tu, kuonyesha kwamba maji yanatokea ardhini, yanakwenda mawinguni, kisha yanarudi hapa duniani. Hiyo ndio science. Ungetuonyesha kwenye Biblia kipengele kama hicho. Hakuna, kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka mwisho. Zaidi ya hapo umekuja unasema nimekubali. Kwa hivyo yale yote aliyoyakosoa wewe umeona ni sahihi. Nimesema Biblia ina makosa haya, unasema yale yote aliongea sahihi. Asante sana kama unakubali kwa hilo. Mimi nafurahi kwa hilo. Jambo lingine, mimi nataka nielezee kidogo Qur'an na jinsi ulimwengu ulivyopatikana. Maana hapa maelezo yote haya aliyotoa hakuna maelezo ya kisayansi. Zaidi ya hapa anatuhubiria tumfuate Yesu. Katika elimu kuna kitu kinaitwa, katika wataalamu wa balagha mantiki mko hapa. Kuna kitu kinachoitwa tasawur na tasdik. Mtu hawezi kukubali kufuata kwanza mpaka aelewe. Toa maelezo yaliyonyoka ndio ushawishi watu wakufuate. Kama huna maelezo yaliyonyoka unashawishije watu wakufuate? Mimi hapa ndio mwenye mamlaka kusema watu wana haki ya kuifuata Qur'ani, kwa sababu maelezo aliyoyatoa yote yamebezi katika misingi ya science. Mimi siwezi kusimama hapa nikasema jua likizima, nyota zikizima, tutamweka Mtume Muhammad atawaka katikati, mwanga utapatikana. Siwezi kusema hayo maneno. Na kama nitasema hivyo nitasema huo muujiza, sio jambo la kawaida, ni muujiza. Huwezi ukasema ni science, utasema ni muujiza. Wewe umesema Yesu anawaka kisayansi. Maana yake unatuambia Yesu ana nuclear fusion ndani yake, hydrogen na helium. Tatizo kubwa la kisayansi hilo. Ndugu zangu Waislamu na wasio kwa Waislamu, kwenye suala zima la kuumbwa kwa ulimwengu, Qur'ani kutuelezea kwamba kulikuwa na rataka, yani mada zilikusanyika mahala pamoja, inayojulikana kisayansi kama singularity, kisha fataka, ulimwengu karipuka, maana yake kukatokea Big Bang. Haya maelezo yote ninayokupatia yana misamiati ya kisayansi. Baada ya Big Bang nini kilichotokea? Mwenyezi Mungu akaweka wingu kubwa katika ulimwengu. Qur'an anasema thumma stawa ila samai wa hiya duhadun. Kisha Mungu akazilekea mbingu, nazo zilikuwa moshi. Moshi huu unajulikanaje kisayansi? Nebule ama interstellar clouds. Nebule ama interstellar clouds. Wakala laha walil ardi itiya tawan au karha. Mungu akaziambia mbingu njoni kwangu hali ya kutii au nje ya hiari, yani willingly or unwillingly. Kalata ataina ta'in. Mbingu zikasema tumekujia Mwenyezi Mungu hali ya kuwa tumetii. Kwa hivyo tupata kwamba baada ya Big Bang kulitokea wingu kubwa ambalo kisayansi linajulikana kama nebule ama interstellar cloud. Maelezo haya huwezi ukayapata ndani ya Biblia. Akatupatia kipengele hapa akasema Mwenyezi Mungu ana stretch dunia kwa mujibu wa kitabu cha Isaya sura ya 40 mstari 22. Imeandikwa pale ku stretch. Si atuongelee stretching, tunaongelea expanding. Expansion na stretching ni vitu viwili tofauti. Ku stretch maana yake ni kukiachianisha kitu ambacho kimeshikamana, yani hakitatengana. Unakitanua kwa maana kimeshikamana. Expanding ni kuviachanisha, kila kimoja kinakwenda kivyake. Wanasayansi wanasemaje? Vitu vimeshikamana au kila kimoja kinakwenda kivyake? Wanasema everything in the universe appear to be moving away from everything else. Kila kitu kinaonekana kikienda kivyake. Sio vimeshikamana, vinaenda kivyake. Na hapo ndio kunatokea nadharia ya sayansi inayoitwa open universe na oscillating universe. Hizi ni theory ambazo zinaelezea kwamba namna gani ulimwengu utafika mwisho. Katika dhana hii ya kwamba namna gani ulimwengu utafika mwisho, kuna oscillating inasema kwamba ulimwengu utafika mwisho baada ya kwamba utatanuka, kisha utarejea nyuma na utajikunja na utakuwa kitu kidogo. Kisha utarejea hatua zile za awali, kama ulivyoanza kuumbwa utarejea hatua za awali. Na hilo litatokea baada ya kwamba atom katika density ya ulimwengu itakuwa ni cubic 2, atom 2.
Haya maelezo ya kisayansi. Je, Qur'an nasemaje? Ulimwengu utarejea katika hatua ya awali, maana yake ni kwamba mwisho utakuwa kama mwanzo. Je, kutakutokea big bang nyingine kama wanavyosema na sayansi? Qur'an nasema naam. Allah anasemaje ndani ya Qur'ani? Sura 21 aya ya 104. Allah anasema yawma as-samaa katayi sijil lilkutub kama badana awwal khalqi nu'idu. Allah anasema siku tutakapokunja mbingu kama tasi za vitabu, kama tulivyoanza kuumba. Zingatia kauli, kama tulivyoanza kuumba, ulimwengu utarejea kwa hatua zile zile. Maana yake ni kwamba umetokea big bang ama fataka na utarejea katika fataka. Hii ndio Qur'an. Na sayansi wanakubali hivyo, wakaita fataka ya mwisho ama the big bang ya mwisho, wakaita the big crunch. Kwenye sayansi yoyote, kitabu hiki kilichokuwa nacho kimeeleza hiyo, kitabu hiki kilichokuwa nacho kingine kimeeleza hiyo, hiki hapa kimeeleza hiyo. Vitabu vyote hivi ni vya wanasayansi, vimeeleza the big crunch. Hakuna kitabu chochote cha kidini kina maelezo hayo zaidi ya Qur'ani aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba maelezo ya Qur'ani yako perfect. Tuje kwenye kumalizia kumbo kwa mtu. Kumeelekea dakika ngapi? Mwisho inshallah. Tutakuja kuelezea kumbo kwa mtu baadaye. Chia hapo. Naam, inshallah. Tumesikia, tuna akili timamu, kwa hivyo hakuna nyongeza. Tumesikia na tuna akili timamu, au tunasikia na tuna akili timamu. Kaka yetu Danieli anaongea, mnasikia na mna akili timamu. Kimweli anaongea, mnasikia na mna akili timamu. Sawa sawa jamani,